mashindano yanayokuja yanatakiwa yawe bora zaidi. Watu wanafikiria kwamba kile kiwango cha Morocco hatutaweza kukifikia, lakini niwaambie sisi Tanzania tuna vitu vingi ambavyo tutayafikia, tutavuka hayo mashindano ya Morocco, na ni yale mashindano ya AFCON ya Morocco kwa mashindano yetu ya 2027. Bali ya kwamba tutahakikisha sisi kama wenyeji kombe linapokuja kwenye ardhi yetu ya Afrika Mashariki halitaondoka, na tutahakikisha kwamba linabaki Tanzania. Lakini pia jambo jingine, mashindano haya nadhani yatakuwa ya kihistoria, kwa sababu kipindi ambacho inafanyika ni kipindi kizuri, na wageni watakao kuja kwenye mashindano haya watakuwa na fursa nyingi kuliko zile fursa zilizokuwepo Morocco. Tukitoka kwenye mpira tunajifungia kwenye vyumba vyetu kwa ajili ya baridi. Hapa kutakuwa na maisha mengine baada ya mpira, vivutio vya utalii na mambo mengine mengi ambayo watakuwa wameyapata, na hilo tayari tumejua serikali zimejipanga kwa kuwa mikoa kwa yale maeneo ambayo yatakuwa yatachezewa wameshaanza kupanga mikakati ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na vitu vingi vya kuvutia mbali ya vile ambazo tumekwenda kujifunza kule, lakini tutaongeza vingine zaidi ambavyo vitasababisha yawe bora zaidi. Ndugu wajumbe, pamoja na mgeni rasmi, upande wa timu yetu ya taifa ya wanawake Twiga Star ilitoa ubingwa wa Sekafa na kuwa mabingwa wa Afrika Mashariki, lakini pia sambamba na hilo wameweza kufuzu kwenda AFCON kwa mara ya pili mfululizo, lakini mara ya tatu, ambayo yalitarajiwa kufanyika Morocco mwezi unaokuja tarehe 17, lakini jana nilipigiwa simu tutapewa taarifa rasmi yameahirishwa. Wenzetu wa Morocco wameomba yaahirishwe kidogo, wanataka yafanyike katika kipindi ambacho ni kipindi rafiki, kwa sababu kipindi hiki bado ile hali iliyokuwepo wakati wa AFCON ipo. Kwa hiyo nadhani waliliona hilo, kwa hiyo wameomba yaahirishwe, lakini tutapewa tarehe rasmi. Lakini ninavyozungumza hivi, timu yetu ilikuwa kambini Egypt na imesafiri imekwenda Dubai, ambapo kuna mini tournament inafanyika pale ya nchi 4 ambazo ni Ghana, Urusi, Tanzania na nchi nyingine moja. Nchi gani ile nyingine? Serbia na Serbia. Kwa hiyo kuna mashindano yanafanyika, mnaona nchi zote hizo ni nchi za ushindani, na nikuambie tu kwamba na wajumbe wa mkutano mkuu, serikali ndio imegharimia hayo maandalizi yote. Nashukuru sana. Mbali na timu ya Twiga, lakini timu zingine za taifa za vijana chini ya miaka 17, Serengeti Boys imequalify kwenda AFCON, na nia yetu ni kwamba safari hii hatuishii AFCON, tunakwenda kombe la dunia, kwa sababu katika timu zitakazofanya vizuri kwenye AFCON ambayo nadhani inachezewa Egypt au nani Mozambique au Afrika Kusini, zinakwenda kombe la dunia moja kwa moja. Lakini pia hata hii ya AFCON itakayocheza timu 4 za juu zitakwenda kombe la dunia. Pia nia yetu kwamba tuweze kwenda kombe la dunia. Lakini hivyo hivyo timu zetu za wasichana chini ya miaka 15 na wavulana chini ya miaka 15 zimeweza kufuzu kwenda kwenye mashindano ya Afrika ambayo yatafanyika Nigeria. Lakini pia ndugu wajumbe, kipekee niipongeze timu ya taifa ya mchezo wa futsal ya wanawake ambayo kwa mara ya kwanza iliweza kuwa washindi wa pili wa AFCON na kuweza kupata tiketi ya kwenda kombe la dunia, ambayo pia ilifanya vizuri. Na ukiangalia takwimu za mashindano ya futsal ya wanawake ya kombe la dunia, Tanzania ndio ilikuwa big achieve, iliruka viwango 8. Pongezi za pekee ziende kwa mwalimu Yosefu, ameweza kufanya yote hayo na timu yetu kuweza kufanya vizuri. Lakini pia tunavyozungumza tayari timu yetu ya wanaume ya futsal imeweza kuqualify kwenda AFCON baada ya kuwatoa Ivory Coast kwa goli 9-7. Pia pongezi za pekee zimwendee mwalimu ambaye pia yuko hapa. Ndugu wajumbe,
pamoja na mgeni rasmi, timu zetu za taifa kufanya vizuri, lakini pia klabu zetu za Yanga African, Simba Sports, Azam FC na Singida Black Star nazo zimeendelea kuheshimisha Tanzania kwa kuweza kufanya vizuri na kuweza kuingia group stage kwa mara ya kwanza, lakini pia kuweza Tanzania kuwa na timu 4 kwenye mashindano ya Afrika. Na pia performance zao bali ya kwamba zimetolewa, bado zimetupa nafasi tena ya Tanzania kuweza kutoa timu 4 katika zile nchi 12 kuweza kufanikiwa. Ndugu mgeni rasmi pamoja na wajumbe, mafanikio ya timu hii yanachangiwa kwa kiasi kikubwa na ubora wa ligi kuu ya NBC ambayo imeendelea kufanya vizuri, na takwimu za mwaka 25 inaonyesha kuwa ligi yetu inashika nafasi ya 6 Afrika na duniani imepanda nafasi 2 kutoka 57 imekwenda 54. Hivyo kwa kipekee nitumie fursa hii kuwashukuru sana wadhamini wetu wa ligi kuu kwa kuchangia maendeleo haya tunayoyapata, lakini pia tujue ligi yetu imekuwa maarufu, inaangaliwa dunia nzima. Kuna tulivyokuwa AFCON kule pia ilikuwa tunaona watu wanatuuliza, lakini wanajua mambo mengi kuhusu ligi yetu. Tunashukuru kwa wenzetu wa Azam kwa hilo. Ndugu wajumbe, kwa upande wa mashindano ya AFCON 2027 maandalizi yanaendelea vizuri nchini kwa maana ya miundombinu ya viwanja kuchezea, Benjamin Mkapa, New Amani Complex, uwanja wa Arusha, viwanja vya mazoezi, lakini pia kuna kiwanja kingine cha Suluhu Academy kule Kizimkazi ambacho pia kinaenda vizuri, na pia kuna kiwanja kingine kinachojengwa cha Fumba. Ni viwanja ambavyo tunatarajia vyote vitatumika kwenye mashindano haya, bali ya kwamba pia kuna jitihada zinazofanya za chini ikiwezekana tuwe na viwanja vingine zaidi kwa ajili ya kuweza kuwa na tahadhari kama kutahitajika viwanja vingine zaidi.